Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramiz Works inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramiz Works tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramiz Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramiz Works, huduma bora kwa bei nafuu. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Kumancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli asmabiria ni gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche monon kojeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga moge momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio arikana gaki timotiga moge momente mbuya mono. Na mpenzi mtazamaji na yule ambaye anatusikiliza kupitia kwa radio yetu ya AGR FM, ni wakati wa kupasha yale ambayo yamenakiliwa katika magazeti zetu. Nikiwa na gazeti la The Standard na pia nikiwa na gazeti la Taifa Leo. Leo nimekukaribisha kwa njia ambayo ni shwari tuweze kuandamana pamoja hadi tamati. Na ningependa nianze na gazeti la The Standard. Kumbuka leo ni tarehe 10 mwezi ni wa 6 mwaka ni wa 2021. Na ningeweza kuhimiza uende pale upande wa YouTube, like, subscribe to our YouTube channel ili uweze kujifahamisha na ili tuweze kukujuza zaidi yale ambayo yatakuwa yanatukia katika ulimwengu mzima kwa jumla. Nikiangazia gazeti hili la The Standard, naona katika ukurasa wa mbele kuna yale ambayo yamepewa kipaumbele. Unaweza ona picha ya aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, ndio ambayo imechukua usukani katika ukurasa huu wa mbele, pale ambapo wanasema kwamba Maraga asema kwamba Kenya haielekei pahali pema. Anasema kwamba jinsi au vile ambavyo viongozi wanaendelea kuendeleza ama kuweza kuhujumu mahakama, inaonyesha kwamba nchi hii ya Kenya haielekei pahali pema. Hilo ndilo limepewa kipaumbele katika gazeti hili la The Standard, pale ambapo wanasema kwamba leo wa Kenya wanatazamia na wanangojea bajeti ambayo inangojewa kusomwa na waziri wa fedha ambaye ni Ukur Yatani, huku wabunge wakitishia kwamba wanaweza shusha ili wapewe fedha ambazo ni zaidi ya bilioni 11 za ZDF ama hazina ya kitaifa ili kuweza kusaidia wanafunzi na wengine katika mabunge yao. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba mbona watu wanasema kwamba ulaji wa nyama pia ni mzuri katika afya zetu.
Huu ni ukurasa huu wa mbele wa gazeti la The Standard. Hayo tu ndio yale ambayo yameangaziwa pale, wakisema kwamba wabunge leo wametafuta njia mwafaka ya kudaisha fedha ambazo wanafaa kupewa katika mabunge yao ili kuendesha miradi mbalimbali kupitia kwa hazina ya kitaifa ama CDF. Hayo tu ndio yameangaziwa, huku Wakenya wengi sana wakingojea bajeti iweze kusomwa siku ya leo. Kumbuka kwamba kuna yule Rais Macron Manuel ambaye alizabwa COVID na Mwananchi. Wanasema kwamba si yeye peke yake, kuna marais wengine, kuna viongozi wengine wakubwa wa serikalini ambao wameweza kuzabwa COVID ama slap na wenyeji wao ama na wananchi katika nchi zao. Ningependa niweze kuingia moja kwa moja hadi ukurasa wa pili. Ukurasa wa pili katika gazeti hili la The Standard wanasema hivi, ni hadithi ambayo wanapeana kwa yule ambaye aliyekuwa wa kwanza waziri wa fedha, aliyekuwa waziri wa kwanza wa fedha, anajulikana kama James Gishuru. Wanasema kwamba alikuwa ni mtu ambaye anapenda kunywa fileo. Hivi amesema kwamba ni yule ni baadhi ya mawaziri tajika ambao walikuwa wamezoea kutumia vileo. Angeweza kuhudhuria hafla yeyote kama hajatumia vileo haza pombe, au pia wanasema kwamba alikuwa mzoefu sana wa kutumia vileo, na ndiposa wanasema kwamba lakini kazi yake alikuwa anaifanya vilivyo, na wanasema kwamba alikuwa anairisha kadri ya siku 1-2 hivi ndiposa asome bajeti ya kila mwaka. Alikuwa ni yeye tu waziri wa kwanza wa fedha nchini Kenya. Kuna mawaziri wengine tajika ambao ni wengi sana. Wanasema kwamba katika muhula wake wakati alikuwa na hudumu, si yeye peke yake ambaye alikuwa ni mtu ambaye amezoea kutumia vileo. Kulikuwa na wengine 14 ambao pia walikuwa mawaziri tajika ambao walikuwa wanatumia vileo. Kuna mawaziri wengine ambao wamehudumu baada ya James Gishuru kama Mwai Kibaki, kuna George Saitoti, kuna Simeon Nyachae, na kuna wengine wengi ambao wamekuwa wakihudumu kama mawaziri. Kumbuka kwamba Nyachae Simeon aliweza kung'atuliwa katika wadhifa huo wa waziri pale ambapo alisema kwamba uchumi ama serikali ya nchi ya Kenya kidogo tu imeweza kuwa na ukosefu wa fedha. Hilo jambo liliweza kufanya hadi yeye akaweza kung'olewa katika wizara ile ya fedha. Huo ni ukurasa wa pili. Nikiingia katika ukurasa wa tatu, kuna yale ambayo yamenakiliwa huko wakisema kwamba Rais Macron hakuwa rais wa kwanza ama hakuwa kiongozi wa kwanza kuweza kuzabwa COVID. Wanasema kwamba kuna mawaziri, kuna viongozi wengine ambao ni tajika katika serikali ambao wameweza kuzabwa COVID. Hivi karibuni mliweza kuona rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa anahudhuria pale Pwani katika Malindi pale, wakati alikuwa anazindua miradi mbalimbali pale. Kuna mwanaume mmoja ambaye alitokelezea ili aweze kumkabili Rais Uhuru Muigai Kenyatta, lakini sasa kwa bahati mbaya akaweza kukabiliwa na wale walinzi ambao wanamlinda rais. Huo ni ukurasa huu wa tatu ambapo wanazungumzia kuhusu Rais Macron ambaye aliweza kuzabwa COVID na mmoja wa wananchi katika nchi ile yake. Wanasema kwamba kuna huyu ambaye ni Nicolas Sarkozy aliyekuwa rais wa French tangia mwaka wa 2007 hadi mwaka wa 2012. Wanasema pia yeye aliweza kuzabwa COVID, huku wanasema kwamba Herman Fasta ambaye pia ndiye huyo alimzaba aliweza kuhudumia gerezani kwa miezi 6. Kuna huyu ambaye alikuwa waziri mkuu wa Italia anaitwa kama Silvio
Berlusconi. Pia yeye wanasema kwamba aliweza kufanywa kitendo kama hicho wakati alikuwa anatangamana na wananchi. Na pia kuna huyu rais mstaafu wa Marekani George Bush, pia aliweza kufanywa kitendo kama hicho. Hivyo wanasema kwamba si Macron peke yake, ila kuna viongozi wengi ambao wamepitia hayo katika wakitangamana na wananchi. Katika ukurasa wa 4 gazeti ni la The Standard wanasema kwamba Maraga asema kwamba nchi ya Kenya haielekei pahali pema. Wanasema kwamba jinsi ambavyo viongozi wanazidi kuhujumu mahakama, hawafuati mahakama, hawafuati yale ambayo yanafaa kufuatwa kisheria. Wanasema kwamba Maraga amesema nchi hii haielekei pahali pema. Kuna usemi ambayo Maraga alisema kwamba wakati unatoa maamuzi yako, ama ukiwa jaji, wakati unatoa maamuzi yako dhidi ya kesi fulani au jambo fulani, haufai kuangalia. Kuna wananukuu kwa akisema kwamba hii kesi nikikata namna hii, rais ama waziri fulani atasema nini, acha nione vile nitafanya. Anasema kwamba matamshi hayo si matamshi mema. Anasema kwamba kata kesi ama hamua kesi yoyote kulingana na vile unavyoiona. Kuna yale ambayo katika reign ama katika uongozi ama katika jaji huyu mstaafu David Maraga alipokuwa mamlakani, kuna yale wanasema aliweza kuyafanya ambayo yalikuwa mema. Wanasema kwamba mwaka wa 2016 wanasema kwamba Judge David Maraga aliweza kukana na kusema kwamba yeye hawezi fanya kazi siku ya Sabato, na aliweza kuruhusiwa. Alisema kwamba siku zote ambazo ameweza kufanya kazi kwa miaka hii yote alikuwa anaheshimu siku ya Sabato. Kuna haya wanasema kwamba mwaka wa 2017 jaji mkuu David Maraga aliweza kubadilisha matokeo ya uchaguzi, na huwa anasema kwamba kuna yala alisema kwamba mwaka wa 2019 Maraga aliweza kusema kwamba fedha ambazo zilikuwa zimetengwa katika mahakama zilikuwa zimezushwa kidogo kutoka shilingi bilioni 31.2 hadi bilioni 11.5. Wanasema kwamba aliweza kujitokeza bayana na kulaumu kwamba fedha hizo hazikuwa zimetosha. Katika yale ambayo alikuwa amefanya, walisema kwamba aliamuru kwamba aliweza kumshauri na kumhimiza rais kuweza kuiheshimu mahakama. Hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo rais wa mahakama Judge David Maraga aliweza kufanya. Mwaka wa 2020 aliweza kumuhimiza Rais Uhuru Muigai Kenyatta kuweza kufunja serikali. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo David Maraga ambaye aliyekuwa jaji mkuu aliweza kuyafanya. Katika mwaka wa 2021 jaji huyo mkuu alisema kwamba Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa kiongozi bora ili kuweza kufanyiwa impeachment ama kupanduliwa mamlakani. Hizo ni baadhi ya mambo ambayo aliyekuwa jaji mkuu David Maraga aliweza kuyasema bayana bila kuwa na uhofu ama bila kuogopa yeyote yule. Wanasema kwamba mwaka wa 2020 aliweza kuwateua wenyekiti bila kuheshimu Public Service Commission, tume ile ya kuajiri wa fanyikazi. Aliweza kuwateua, huo ni rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Hayo ni yale ambayo alikuwa ameyafanya kinyume cha sheria. Nikiingia ukurasa wa 6 sioni jambo, ni bajeti tu ambayo inazungumziwa huku wa Kenya wakiingoja kwa hamu na gamu
Ukurasa wa 8 pia wanazungumzia bajeti ambayo inangojwa sana. Wakenya wanaingoja leo waweze kusikia ni yapi yale ambayo yamewekwa katika bajeti ya mwaka wa 2020 na 2021 na 2022. Katika ukurasa wa 9, jana Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kuongoza waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ili kuweza kuchoma baadhi ya bunduki ambazo ama silaha haramu ambazo zilikuwa zimekusanywa katika sehemu ya Ngong. Aliweza kuchoma silaha 5144. Hiyo ndio ameangaziwa katika ukurasa huu wa 9. Naona kuna rais, kuna waziri wa usalama wa ndani na kuna wengine wengi ambao picha zao zimechapishwa katika ukurasa huu wa 9. Katika ukurasa wa 10 ni waziri wa elimu ambaye ni George Magoha Profesa. Wanasema kwamba aweze kuongoza wizara hiyo vema, huko akisema kwamba uteuzi wa wanafunzi kwenda vyuo vikuu na uteuzi wa wanafunzi kwenda sekondari waweze kufanya kwa njia ambayo ni makini zaidi na waweze kufanya kwa haraka. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 10 gazeti la The Standard. Nikiangazia ukurasa wa 11, wanamzungumzia Rally ambaye pia wanasema kwamba ameweza kufika katika mahakama kwa mara 2 mtawalia. Wanasema kwamba tena hivi karibuni amekuwa akiitwa katika mahakama hakuweza kufika pale. Huo ni ukurasa wa 12. Ukurasa wa 13 ni hamna habari katika ukurasa wa 14. Hamna habari ambayo inaweza kutufaidi hapa. Katika ukurasa wa 15 pia hamna habari. Katika ukurasa huu wa 15 naona wanazungumzia kuhusu Madaraka Day ambayo ilifanyika Juni mosi, ambayo wananchi walijitokeza kwa wingi ili kuweza kusherehekea mjini Kisumu. Wanasema kwamba kuna wale ambao wanaamini kwamba uongezeko wa visa vya COVID-19 katika kaunti ya Kisumu umesababishwa na hafla hiyo ya Madaraka Day. Wanasema kwamba wahudumu wa afya waweze kufika pale ili kuweza kuwapima wananchi kutoka kaunti ya Kisumu dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Katika ukurasa wa 16 hamna. Pia naona wanamzungumzia kuhusu bajeti ambayo inangojewa hivi leo ili iweze kusomwa na waziri wa pesa ama fedha Ukur Yatani. Ukumbuke kwamba wabunge waliweza kusema kwamba bado hawajapokea fedha ambazo ni za hazina ya serikali za CDF. Wanasema kwamba wanaweza shusha ili kuweza kuambiwa yale ambayo yamefanya fedha hizo kutowafikia. Kumbuka kwamba baraza la magavana wakiongozwa na naibu chairman ama mwenyekiti wa baraza hilo James Ongwae waliweza kumtembelea kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga na nyumbani mwake ili kuweza kuzungumzia na kuambiwa kwamba ni kwa sababu ipi inafanya kwamba fedha zao ambazo zinafanya maendeleo katika kaunti mbalimbali asijaachiliwa kwenda kwa kaunti mbalimbali. Waliweza kuzungumza naye na wana matarajio kwamba hivi leo wataambiwa mwelekeo ama watasomewa mwelekeo ambao watakuwa wanapata ili kuweza kupokea fedha hizo. Ukurasa wa 17 ukiwa ni ukurasa wa mwisho katika gazeti hili, katika habari ni maoni. Hivi karibuni mmeona speaker Justin Muturi ameweza kutawazwa pale Mlima Kenya. Viongozi wengine wameweza kupeana maoni tofauti kuhusu kutawazwa kwake, huku kumbuko siku moja naibu rais William Samoei Ruto aliweza kusimama pale akaweza kusema kwamba baadhi ya yale mambo ambayo yamefanyika katika ilikuwa siku ya maombi
nchini. Naibu rais aliweza kutoka pale, aliweza kujitokeza na kuweza kusema baadhi ya yale mambo ambayo yamefanyika katika kipindi hiki cha COVID-19 ni ikiwemo kutawazwa kwa Speaker Justin Muturi kuwa msemaji wa watu kutoka Mlima Kenya. Wengine wanasema kwamba ilikuwa kuchochea, wengine wanasema kwamba alisema tu kimsaa. Sijui wewe ulionaje? Kuna hawa ambao wamepeana maoni katika ukurasa huu wa 17 huku wakisema kwamba kuna uwezekano kwamba speaker huyo aweze kuwa kungolewa katika mamlaka hayo, aweze kuwa kutolewa kuwa speaker wa bunge, kwa sababu hafai ukiwa speaker, haufai kamwe kwenda kufaa kama kujiingiza katika siasa kwa njia yoyote ile. Kuna huyu ambaye anasema kwamba speaker yupo sawa kwa sababu lazima yeye pia ajipange. Kuna huyu ambaye anasema kwamba chenye ambacho speaker anafanya hakifai na anafaa kupanduliwa mamlakani. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametolewa katika ukurasa huu wa 17. Katika ukurasa huu wa 18 pia wanangoja tu, ni naona wanasema kwamba ile usemi ama ule usemi wa naibu rais kwamba a top down bottom up economy, wanasema kwamba huwezi fanya kazi nchini Kenya. Naona kuna picha naibu rais William Samoei Ruto akiwa anasukuma wheelbarrow ikiwa na ndizi. Wanasema kwamba huo usemi wake wa top down ama bottom up economy hauwezi fanya kazi nchini Kenya. Hayo ama hizo ndizo baadhi ya taarifa ambazo zilikuwa zimenakiliwa, zimechapishwa katika ukurasa huu ama gazeti hili zima la The Standard. Kumbuka kwamba unaweza pata gazeti hili ili uweze kujisomea mwenyewe baadhi ya taarifa ama ujumbe ama habari ambazo zilikuwa zimechapishwa katika gazeti hili zima la The Standard. Ningependa niweze kuingia moja kwa moja katika gazeti la Taifa Leo. Nikiangazia gazeti hili la Taifa Leo, kuna hawa wawili ambao wanasema kwamba wanaume kamili. Kuna jaji David Maraga ambaye ni jaji mstaafu na kuna jaji mstaafu Willy Mutunga. Wanasema kwamba hawa ndio wanaume kamili. Wanasema kwamba wanaume kamili. Mbona wanasema hawa ndio wanaume kamili? Wanasema kwamba majaji wakuu wastaafu David Maraga na jaji mkuu mstaafu Willy Mutunga wajitokeza kuwa miongoni mwa Wakenya wachache wenye ujasiri wa kumwambia rais ukweli bila kusitasita. Wanasema kwamba Maraga awaambia wabunge wampeleke rais nyumbani mapema kwa kukaidi kariba aliyoapa kulinda na kuitetea. Wanasema kwamba hawa tu ndio wanaume wawili, ndio majaji wawili kwa majaji wote ambao wamehudumu nchini Kenya, ambao wamejitokeza na kuambia rais ukweli uliopo kwamba lazima aweze kuiheshimu katiba ya nchi ya Kenya. Hayo tutayapata katika ukurasa wa 2. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta jana akiwa na hutubu ama akiwa na choma zile silaha haramu katika mtaa wa Ngong pale, wakiwa na viongozi wengine kama waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, aliweza kusema kwamba atawaajiri watengezaji wa bunduki haramu. Alisema kwamba wale ambao huwa wanatengeza bunduki haramu waweze kujitokeza bayana ili aweze kuwapa kazi, kwa sababu aliweza kuzindua kampuni moja ambayo inatengeza silaha nchini Kenya. Huo ni ukurasa wa 3, tutaangazia hayo, huku wakisema kwamba wabunge watisha kufuruga bajeti leo kushinikiza waziri kuwapa CDF. Huo ni ukurasa wa 3, tutaangazia hilo. Na kuna mwanamke mmoja ambaye alishtuka kwa kuzaa pacha 10. Sijui yeye tu ndiye ambaye amefunja rekodi kwa kuzaa pacha 10 South Africa ama Afrika Kusini. Tutaangazia hayo katika ukurasa wa 5. Huku dondoo kuna demu ambaye aliiba suti ya Buda katika guest moja. Na katika akili ni mali leo kuna huyo kijana ambaye ana ujuzi wa kuchimbua fedha kwenye mchanga. Huyo kijana ni mtu ambaye anakuza uyoga.
Sijui kuna wale ambao ni wakulima wa uyoga. Sijui kama umewahi waona. Nilijaribu siku moja kukuza ama kupanga ama katika upanzi huo, nilijikita katika upanzi huo wa uyoga, lakini niliambulia kwa sababu sikuwa nimefuata yale ambayo yanafaa kufuatwa. Anasema kwamba lazima uweze kufuata steps, lazima uweze kufuata zote ndipo uweze kuchimbua fedha kutoka kwa mchanga. Wanasema kwamba ukuzaji wa uyoga si jambo rahisi, lazima uweze kujituma mwenyewe. Huo ni ukurasa huu wa mbele katika gazeti la Taifa Leo. Ningeomba tu niweze kuingia katika ukurasa wa pili ili niweze kuona ni yapi yale ambayo yamenakiliwa katika ukurasa huu. Katika ukurasa wa pili wanasema kwamba Baraza la Kitaifa la Makanisa NCCK limeonya dhidi ya kuhairisha tarehe ya uchaguzi ujao. Najua uchaguzi ujao unafaa kufanywa mwezi wa 9 mwaka wa 2022. Wanasema kwamba kuna mbinu ambazo zinaendelea kwamba ama kuna usemi ambao unaendelea kwamba uchaguzi huo unaweza kuahirishwa. Wanasema kwamba haifai hata kamwe kuahirisha tarehe ya uchaguzi. Katika ukurasa huu wanasema kwamba majaji wakuu wastaafu wajitokeza kuwa miongoni mwa Wakenya wachache wenye ujasiri wa kukosoa rais. Maraga mtunga wa nguruma. Kumbuke kwamba Maraga aliweza kusema kwamba yale ambayo yanaendelea nchini Kenya, viongozi hawafuati katiba, viongozi hawaheshimu mahakama, walisema kwamba hayafai. Nikisoma usemi wake, Jaji mstaafu David Maraga alisema hivi: tukikubali rais aendelee vile ambavyo anavyoendelea, kutakuwa na shida kubwa nchini, kwa sababu hii itampa nguvu za kufanya mambo anavyotaka bila kuheshimu sheria. Katika demokrasia hakuna mtu anaruhusiwa kufanya apendavyo bila kuzingatia sheria. Huyo ni jaji mstaafu David Maraga. Na kuna jaji mstaafu ambaye ni Willy Mutunga. Amesema hivi: afisi ya serikali sio mali ya kibinafsi kwa mtu kufanya kile anachotaka. Katiba imeweka wazi utaratibu wa yeyote anayehisi kuwa hawezi kuheshimu kariba kustaafu ama kujiuzulu ili kulinda dhidi ya hujuma. Huyo ni jaji mstaafu Will Mutunga. Wanasema kwamba hawa tu ndio wanaume kamili ambao wamejitokeza ili kuweza kuikosoa serikali, hasa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Katika ukurasa huu wa pili wanasema kwamba chifu apelekwa kotini kwa kudhulumu mtoto mdogo. Jana katika gazeti hili la Taifa Leo tuliweza kumwangazia naibu chifu ambaye alistakiwa jana akiwa kutoka kaunti ya Bungoma kwa madai ya kumdhulumu kimapenzi mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari ambaye ana umri wa miaka 17. Wanasema kwamba chifu huyo alipelekwa katika koti. Katika ukurasa huu kuna wanasema kwamba wapwani ama pwani yapata huapa wa samaki licha ya kuwa jirani wa bahari. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba wabunge watishia kufuruga bajeti leo kudai pesa za ZDF. Kumbuka kwamba wabunge wanasema kwamba bado hawajapokea fedha hizo za hazina ya serikali ama CDF ili kuweza kufanya maendeleo ama mipango, kusindua miradi katika mabunge yao. Wanasema kwamba takriban shilingi milioni 11.7 bado hazijatumwa katika mabunge tofauti, huku wakisema kwamba hakuna huyu ambaye ama baraza la magavana alikiongozwa na Martin Wambora ambaye ni gavana wa Embu na naibu wake ambaye ni James Ongwae ambaye ni gavana wa Kisii, walizuta hazina hiyo ya kitaifa kwa kuendelea kuamilia jumla ya shilingi
bilioni 94 ambazo ni sehemu ya mgao wa serikali za kaunti mwaka huu wa kifedha mwaka wa 2020 mwaka wa 2021. Wawili hao waliweza kumtembelea nyumbani mwake kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga siku ya Jumanne na kuweza kuzungumzia swala hilo, wakisema kwamba waziri wa fedha Ukur Yatani hafai kuwa katika cheo hicho. Katika ukurasa huu wanasema kwamba rais ahidi ajira kwa watengezaji wa bunduki haramu. Jana wakati rais alikuwa katika sehemu ya Ngong, huku katika taasisi ya mafunzo ya polisi aliweza kuchoma bunduki ama silaha haramu 5144, huku akiwaahidi wale ambao ni watengezaji kwamba wajitokeze bila masharti yoyote waweze kupata ajira katika kampuni moja aliyoitengeza ya kutengeneza silaha nchini Kenya. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba kuna maabusu wawili ambao waliweza kutoroka kutoka jela katika eneo ama katika kaunti ya Nyamira, eneo la Ekrenyo, wakisema kwamba wakisingizia kwamba walikuwa wanaenda kujisaidia, waliweza kutoroka pale na wanaendelea kuzakwa. Kuna huyu kamishna wa kaunti ya Nyamira Amos Mariba aliweza kusema kwamba kuna huyu mshukiwa wa kwanza anaitwa kama Abdul Hassan ambaye anatoka katika sehemu ya Kariobangi Nairobi, aliweza kutoroka jana, na kuna wa pili ambaye anajulikana kama Jared Getangi ambaye pia ni mzaliwa wa kaunti ya Nyamira, waliweza kutoroka jana kutoka kwa gereza hilo. Kuna hawa ambao ni kuna kutoka kaunti ya Nairobi, ni habari za kaunti. Magoha ama waziri wa elimu George Magoha ameweza kuwaonya walimu wakuu wanaobunja wazazi kwa ada maalum. Unajua kuna ule uzemi ambao alikuwa amesema kwamba wale wanafunzi ambao hawajalipa karo katika shule mbalimbali waweza kufukuzwa nyumbani. Kumbuka kwamba hapo awali alikuwa shazema kwamba walimu wakuu wasiwafukuze wanafunzi shuleni kwa sababu hawajamaliza karo. Sasa hapo tena siku mbili zimepita, waziri huyu aliweza kujitokeza na kuweza kuwahimiza na kuamuru walimu waweze kuwafukuza wanafunzi ambao hawajamaliza kulipa karo nyumbani. Sasa waziri huyu amejitoza na kuwaonya walimu wanaowapunja wazazi kwa ada haramu. Katika kaunti ya Nairobi wanasema kwamba wanavyuo walaani ubakaji wa wenzao. Wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali nchini Kenya jana waliandamana kwa amani kulaani ongezeko la visa vya ubakaji na mauaji ya wanafunzi wenzao. Katika ukurasa huu wa 5 kuna huyu mwanamke ambaye alishtushwa na kuzaa watoto 10. Anasema kwamba alikuwa ameshtushwa na mimba yake. Mwanamke huyu ni ama ana umri wa miaka 37 na anatoka katika nchi ya Afrika Kusini. Anajulikana kama Dhamana Sitole, Goziame Dhamana Sitole. Anasema kwamba alikuwa ameshtushwa na mimba yake na aliweza kuzaa watoto 10, huku madaktari walikuwa wamemuhimiza kwamba ama wamemjuza kwamba yeye alikuwa ametarajiwa kuzaa watoto 8, lakini sasa aliweza kushtushwa kwa kuzaa watoto 10. Na wanasema kwamba yeye tu ndiye amefunja rekodi ulimwenguni kwa kuzaa watoto wengi kwa sasa. Ukurasa huu ni ukurasa wa 5, huku wakisema kwamba habari za dunia na Afrika. Rais ama aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump wanasema kwamba ameweza kushukuru kwa kuzima mtandao wa Twitter. Ameweza kushukuru Nigeria kwa kuzima mtandao wa Twitter. Anasema kwamba mtandao huo ulikuwa unaamuru ama ulikuwa unabagua watu wengine. Ukurasa wa 6 ni jaribio la KCSE Paper 1, ndio anaangazia katika ukurasa huu. Ukurasa wa 8 ni bajeti ambayo inazungumziwa. Ukurasa huu wa 9 kuna wanasema kwamba kuna polo moja ambaye alirudi kwa wake zake na kudaisha
mahari. Huyu ni kijana mmoja kutoka sehemu inayojulikana kama Makima, Mwea. Jamaa huyu aliweza kurudi kwa wake zake na kuweza kudaisha mahari ambayo alikuwa amelipia mke wake, kwa kusema kwamba mke wake huwa mtimizii ama mfanyii yale ambayo yanatarajiwa kufanywa katika ndoa. Aliweza kurudi pale, akaweza kuwaka na kuambia kwamba lazima waweze kumrudishia mbuzi wake ambao alikuwa amewapea kama mahari kwa mke ambaye walikuwa wamempea, ambaye mtekelezei yale ambayo yanafaa kufanywa ama haki zake za ndoa. Yameangazwa katika ukurasa huu wa 9. Katika ukurasa wa 10 kama ada ni barua. Kuna wale wanasema kwamba bajeti isiwaumize maskini ambao akupata chakula kila siku ni shida. Ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu, wengine wakisema kwamba asili ya shida za majaji 6 ni BBI, wengine wakisema kwamba watumiao dawa za kulevya wapewe adhabu kali kisheria. Kuna huyu anasema kwamba shirika la reli lidumishe usalama katika njia mpya. Kuna huyu anasema kwamba TSC iwape walimu haki yao. Kodi ya juu imechosha raia. Kuna baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la Taifa Leo na ukurasa huu wa 10. Katika ukurasa wa 11 kuna huyu jamaa ambaye anakuza uyoga, lakini anasema kwamba lazima uwe makini katika ukuzaji huu wa uyoga au uambulie patupu. Nilikwambia kwamba nilijidosa katika ukulima huu wa kukuza uyoga, lakini ilinikalia ngumu sana. Anasema kwamba lazima uweze kuwa makini tena zaidi katika ukuzaji huu wa uyoga. Kuna jamaa ambaye ni anachikira katika ukulima wa viazi. Mwangi aliingia kilimo cha viazi, anaendelea kujifunza jinsi ya kupata mbegu bora akilenga kuzalisha mazao tele. Kuna huyu ambaye anaoka keki mikate mtaani, huku ndoto yake ikiwa kwamba ni kuwa na matawi kote njini. Naona kuna kilimo cha matunda. Kuna ni ukulima tu ambao wameangazia, wanasema kwamba akili ni mali. Biashara, katika biashara kuna huyu mwanadada ambaye amejikira katika ushonaji, ambaye pia anafanya katika car wash. Ni mwanadada ambaye anajitafutia vizuri. Anasema kwamba corona yaamsha ujasiriamali kwa bondia, auza mazulia na maji safi. Ni baadhi ya wananchi ambao wamejitoza katika biashara ili kujifunia riziki. Katika ukurasa huu wa 15, ukiwa ni ukurasa wa mwisho katika gazeti hili la Taifa Leo na gazeti la The Standard, wanasema kwamba Equity ya duwaza Bandari FC ikitinga nusu finali. Kuna huyu Muranga Seal ambaye ni mchezaji, wanamzungumzia huko wakisema kwamba mbunge kupeleleza ufadhili wa michezo, wakisema kwamba ligi kuu ya raga kuanza Jumamosi, huku wakisema kwamba Olimpiki MTG United fitani. Katika ukurasa wa mwisho gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba wachezaji wa Brazil walalamikia Copa America kuhamishwa. Penzi mtazamaji, hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zilikuwa zimepewa vipaumbele katika gazeti hili la Taifa Leo na gazeti zima la The Standard. Na ningekuhimiza kwamba uweze kujisomea gazeti hili. Unaweza pata katika duka ili uweze kuyaona yale ambayo yalikuwa yamenakiliwa katika gazeti hili la Taifa Leo na gazeti la The Standard. Upande wa YouTube unatupata kupitia AGR News ama Abagusi Global Radio. Like, subscribe ili tuweze kufahamishana kwa pamoja. Kumbuka kwamba tutakutana katika mpango mzima wa Seria Obotaka kuanzia mwendo wa saa 4 hadi mwendo wa saa 7 mchana. La kwangu ni Fidel Omo Shoge. Zidi kubarikiwa. Asante sana.
iga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramiz Works inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramiz Works tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramiz Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramiz Works, huduma bora kwa bei